Kwa ufanya uchunguzi wa mambo yako ndani yako. Kanisa, haleluya. Kama ni mtaji unaoutumia vizuri katika jina la Yesu. Nasema katika jina la Yesu. Na hakuna kitu kibaya kama kuwepo na kifungo cha mambo haya. Yani mtu hawe na kifungo cha mawazo, mtu hawe na kifungo cha mdomo, mtu hawe na kifungo cha macho. Mtu nasema hivi, kuona mtono lakini mtafanya nini? Hamna kitu kibaya kama hicho. Mtu hawe na kifungo cha matendo. Yani hawa wametumia muda mrefu mpaka pale walipokuwa wameweka kambi kwenda sasa kutuma wapelelezi kwenye ile nchi, lakini issue ni nini? Ni kufika wapi? Kanaani. Hiyo ndio muhimu ambao Mungu alikuwa anataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Ongeza makofi na vigelegele. Hapa ndo kuna kufaulu kwa kanisa, na hapa ndo kuna kufeli kwa nini? Kwa kanisa hapa. Kwa sababu kanisa ni mimi na wewe. Kanisa sio jengo kama hili. Kanisa ni mtu ambaye ndani yake amemweka Kristo ndani yake. Sisi tumekwisha kumweka Kristo ndani yetu. Tunatakiwa kuwa makini sana na hizi ngome tano. Amen. Amen. Haleluya. Kwa wametumwa Kanaani waende kupeleleza nchi. Wameaminiwa na Mungu, wameaminiwa na watumishi wake, wameaminiwa na kundi hilo baki pale la wana wa Israeli kwamba waende kupeleleza. Unajua walipofika kule sio tu kwamba waliona na kusikia, walisikia. Waliona ile nchi, waliona wale majitu, waliona wako wanamna gani, na walisikia habari zao kwamba hawa tokea zamani zile ni wataalamu wa vita hawa. Waliona, walisikia. Kwa matokeo yake hivi vitu vitano unavyoviona hapa vilifanya kazi ndani yao. Hivi naongea na mtu hapa asubuhi ya leo Vitu vitano vilifanya nini? Kazi. Walipofika tu. Si tumesoma pale vizuri Waliona. Sasa mimi tatizo langu sio kwamba umeona nini? Hicho ulichokiona ni nini? Alafu kama umeona nini ukajua ni nini, kifuatacho kina uwezo gani mbele zako na mbele za Muumba wako? Sasa ndo mawazo sasa yanaweza kuanza kutembea. Unapoona mawazo yanafanya nini? Yanapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa waliona, na miongoni mwao walioona tayari wao, maandiko yanasema ni mstari wa mwisho, ule wa mwisho anasema, ule wa mwisho kabisa, ule wa 33 anzia 32. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala au ni bibi yangu tu inasema hivyo tu. Yani kwanza advertise ya kwanza ni nchi inayowala watu wanaoikalia. Halo. Amen. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Lakini kumbuka Mungu aliwaambia mwende nchi ya wapi? Ya Kanaani. Hiyo nayo ni shida nyingine ya imani hiyo. Sasa Mungu ameshakupa maelekezo, unafuatilia nini sasa? Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema inayowala watu. Inayowala watu. Na watu wote waliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Waliowaona ndani ya ile mchi ni watu warefu mno. Bwana Yesu asifiwe. Ule wa 33, kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa
kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona. Punga basi kidogo namna hii. Nao ndivyo walivyo. Hapa kinachoongea ni nini? Ni wale watu wa ile nchi au kinachoongea ni mawazo yao? Wale watu saa nyingine huwa kuna vitu shetani anafanya nini? Anasingiziwa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Nasema Yesu ni Kristo. Kuna wakati unaweza ukakutana na jambo, alafu jinsi lilivyo huwa kuna watu wanaitwa vibaka. Hawa vibaka huwa kwanza hawachukuagi tu mkoba mtu, wanatishia kwanza. Sasa ile woga wako ile ndio kiteo chao. Yaani hapo ndio mwapa nafasi. Kwa hiyo wao walipoona ile nchi, sasa mwingine pengine ni mnene tu kweli, si ndio? Ila sio mtaalamu wa vita. Si ndio Mwingine pengine akawa ni mrefu sana, wewe ni mfupi lakini hajui kupigana vita, ila ni mrefu tu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Yesu pekee. Yesu ni Kristo. Kwa hiyo wakajiona wao ni mapanzi, na wao wanazipisha, wanasema hivi, hata wao ndivyo walivyotuona. Hili ni kanisa la Mungu hili hapa, ambalo limepiganiwa sana kutoka wapi unajua? Misri. Mapigo mangapi yalishuka kule? Mapigo mangapi? Mpaka jamaa akajisalimisha. Wamekuja njiani, wamekutana bahari ya nini? Ya Shamu, ikapasuka, wakaenda. Wamefika mahali mpaka mwamba ukatoa maji, lakini bado wamefika kwenye nchi ambayo sasa ndio watakiwa wakapumue. Wanaogopa kupigana vita, wanajua wao tayari ni mapanzi. Kanisa la nyakati za leo hatutaki kubeba mawazo ya namna hii, lazima tubebe mawazo ya Kristo moja kwa moja katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Ukienule ile sura ya 14 ulipafunika pale, hebu soma pale usikie. Baada ya mkutano kusikia sasa, na wenyewe wamesikia sasa, mkutano umefanya nini? Wamesikia. Mstari wa kwanza anzia. Na mkutano wote wakapaza sauti wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune walikuwa miongoni mwao, walioipeleleza nchi, wakararua nguo zao. Wakanena na mkutano wote na wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno na ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimuasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa. Naye Bwana yu pamoja nasi. Tusiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe.
Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Ongeza makofi na vigeregere katika jina la Yesu. Pamoja na kwamba wamesikia habari nzuri wa awamu ya pili, lakini mioyo yao imeishatiwa giza, eti wanataka sasa wachukue mawe wawapige hao wapelelezi ambao ni wajumbe tena wawili tu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Kuwa makini sana unachokisikia, unachosikia. Hawa wanaotaka kuwapiga mawe hawa wamesikia taarifa mbaya ya kwanza, hivyo hawana imani juu ya mtu hata huyu hata mmoja. Madhara ya kufanyaje? Ya kufanyaje? Ya kusikia. Madhara ya kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Wanaponyanyua mawe wapige, ghafla utukufu wa Mungu unashuka. Hii inanifundisha kama kanisa, inanifundisha kama mtumishi wake kwamba masikioni mwangu ninahitaji kusikia habari njema tu. Makofi na vigeregere. Nisikia habari za Kristo tu. Makofi na vigeregere. Jambo lolote ambalo halijengi imani yako, achana nalo. Jenga jambo linalojenga imani yako ndani yako. Kwa nini? Madhara ya kusikia jambo ambalo sio la kimungu ni makubwa kuliko unavyofikiria. Yesu pekee. Sasa wewe angalia, watu wawili wenye habari njema wanawaza wawaue hao, waache watu 10 wenye habari mbaya. Hili ni pepo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Hebu mguse mwenzako, mwambie hivi, sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Wakati mwingine una mipango mizuri, una mikakati mizuri, unaenda kuomba ushauri, unapewa sasa ushauri, alafu ushauri wenyewe unashushwa viwango vyote, unabaki tu mwenyewe, uko empty kabisa, unastisha mpaka na mipango uliyokuwa nayo. Wakati mwingine unaomba ushauri ili upate uongeze mawazo mazuri juu ya mawazo mengine, unashangana ya kwako nafanya nini? Yanapukutika. Alo. Nyinyi hamjaona watu walikuwa na mipango mizuri, lakini walipojiungamanisha na mashauri mengine mipango yao ikaondoka? Hamjaona? Amesikia. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa haleluya. Kuwa makini unachokisikia. Kuwa makini na kitu unachofanya nini? Unachosikia. Kabla ya kuingia kwenye matendo, fanya uchunguzi kwanza. Makofi na vigeregere kwa Yesu. Haleluya. Nasema ongeza makofi na vigeregere kwa Mungu wetu. Haleluya. Kwa sababu hizi ni misingi za mafanikio kwenye maisha yetu. Unapopuuza hizi, umepuuza mambo ya muhimu kwenye maisha yako. Unasikia nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hawa sinilikuwa mwisho kwenda Karani sasa. Kama hawa majumbe wamngepigwa moyo wakafa, si ndio? Si ndio ingekuwa ndio imeishia hapo sasa. Sasa naamini kuna watu kutokana na mambo wanaoyasikia, Kanaani yao ilishafanya nini? Ilisha stop kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa haleluya. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Unatenda nini? Wewe muulize mwenzako, unatenda nini? Umefanyia uchunguzi unachokitenda? Umefanyia uchunguzi vizuri? Lakini pia umeuliza swali, unatenda kwa ajili ya nini? Yesu pekee. Yesu pekee. Umefanyia uchunguzi unataka kutenda? Maana wananyanyua mawe ili wafanye nini? Wawapige wajumbe wenye habari nzuri.
Okay, hawa tuwaache basi. Tuanza tujue sisi hicho nacho kitenda ninatenda nini, lakini pia natenda kwa ajili ya nini, kwangu mimi na faida gani, lakini pia hata kwa huyo kuna faida gani, natenda kwa ajili ya nini. Ni mambo ya kufanya wewe mwenyewe uchunguze mwenyewe. Sawa, kitu kiko ndani yako mwenyewe. Vitu tuko navyo si wenyewe. Unasema nini? Haleluya. Unasema nini? Unasema nini? Kila mtu ana kitu. Angalia Mithali sura ile ya Mithali sura ya 18 nadhani. Mithali 18 21. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Na wao waupendao watakula matunda yake. Anza tena. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Na wao waupendao watakula matunda yake. Amen. Unasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Unaongea nini? Sababu hapa kuna mema yako hapa na hapa pia kuna mabaya. Kupitiani kwenye kinywa chako kuna mambo makubwa mangapi? Mawili. Kuna baraka na kuna laana. Kuna mazuri ndani ya kinywa chako na kuna mabaya ndani ya kinywa chako. Sasa angalia, hawa wajumbe wa kwanza wanasema sisi tumejiona ghafla ni nini? Ni mapanzi, na wao ndivyo walivyotuona. Lakini wajumbe wa awamu ya pili wanasema ile nchi ni nzuri sana na tusiwaogope watu wanaoikaa katika ile nchi. Alafu anasema ule uwezo walionao umeishafa nini? Umeishaondolewa. Na ikiwa Bwana anatufurahia, basi atatuingiza katika ile nchi pasipo kujali ina watu majitu au ina watu wasio nini majitu, ili mradi Bwana afanye nini? Anatufurahia. Wangapi Bwana anawafurahia asubuhi ya leo? Wangapi wanahisi Bwana anawafurahia asubuhi ya leo? Kama unaamini Bwana anakufurahia, jipige makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele. Nasema kama Bwana anakufurahia, basi wewe usiogope katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako usiogope. Nasema usiogope katika. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anakufurahia. Hebu sema amen. Sema amen. Sema amen. Anasema hivi, ikiwa Bwana anafanya nini? Anatufurahia. Ikiwa Bwana anatufurahia. Alo. Una uhakika kwamba Bwana anakufurahia kweli? Uhakika unao? Basi kama una uhakika huo, kwenye Biblia hii kuna maneno usiogope mara 300 na ngapi? 300 na ngapi? Na 65. Maana kila siku kuna mstari unaosema usiogope. Kila siku kuna mstari unaosema usiogope. Hata kama ukutana na majitu manefi kweli, hata ukutana na wana wa Anaki, hata kama ukutana na watu gani, kuna mstari unaosema usifanye nini? Usiogope. Mimi nampenda Daudi, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, manake ananifurahia. Kama Mungu ni mchungaji wangu, manake ananifurahia, basi nisiogope. Nijapopita katika moto, Bwana anakuwa pamoja na nani? Ongeza makofi na vigelegele. Haya maneno yako ya ukiri yaendane kinyume na unachokiona. Kitabu cha Yoeli kinasema, ile sura ya 3 mstari wa 10. Tupasome hapo Yoeli 3:10. Yoeli 3:10. Yoeli 3:10. Yafueni majembe yenu yawe panga, na
na miundo yenu iwe mikuki. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Angalia sasa, huyu mtu